Karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji na followers wetu mwaminifu, mwanafamilia wa Trust and Obey Media. Asante kwa kuandamana nasi katika safari ya siku 40 ya maombi, tunapotayarisha tukio kubwa ya One Voice 27 ambayo itapitika katika mwaka wa 2027. Asante kwa sababu umejifanya kuwa mfuasi bora na umetufuata katika mafundisho mbalimbali. Tunakukaribisha tena katika fundisho hili la pili linalokujia likisema upendo wa kwanza, le premier amour. Fundisho hili linakuja likianzia katika kitabu cha Ufunuo, sura yake ni ya pili, shairi la 4 na la 5, likisema, lakini ambacho kimenichukiza kwako ni kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Kumbuka na wapi ulianguka, na baada ya kukumbuka tubu, kisha yake tenda matendo yako ya kwanza. Karibu katika siku ya pili katika safari yetu ya maombi ya siku 40. Na leo Yesu anazungumza pamoja na kila mmoja na anamuita anapomwambia, kumbuka upendo wako wa kwanza. Kwa kweli katika mahusiano yote kila mtu anakuwa na kile ambacho anakionesha wakati mahusiano yanapoanza. Wakati ulipoanza mahusiano pamoja na Yesu, kumbuka wakati ulipoamua kubatizwa, kumbuka wakati ulipokubali kuingia katika kundi la wale wanaoitwa kwa jina la Yesu. Ni jambo gani ambalo lilikuwa likiendeka katika maisha yako? Ujuhudi gani ulionyesha na nguvu gani uliendelea kuionyesha katika mambo haya? Leo tumeona makanisa ambayo yanatenda kazi kwa nguvu, kwa juhudi, lakini mioyo ya waumini walio katika kanisa hizi zimepoa na zimekuwa baridi. Ujumbe huu wa kitabu cha Ufunuo umeandikwa kwa ajili ya kanisa la Efeso, na tukumbuke kwamba ni kanisa ambalo lilikuwa kanisa la mitume. Mitume ni wale ambao waliishi pamoja na Yesu, ni wale ambao walijua vitendo vya Yesu. Na kanisa hili tunaweza tukasema kwamba mafundisho waliokuwa nayo yalitoka directly kwa Yesu. Ni mafundisho ambayo yalitoka kwa hapo kwa Yesu, sio kwamba yalikuwa yamepitiza muda mrefu sana. Sasa hapo wanatuambia kwamba inaonekana ya kwamba kanisa hili walitoa mambo fulani ya kuonesha kwamba kanisa hili lilikuwa vizuri, wakalisifia. Kanisa hili lilisifiwa sana. Yesu akasema ya kwamba anajua tabia za kanisa hili, ilikuwa wachapa kazi. Kanisa hili la Efeso walikuwa watu ambao ni wavumilivu. Kanisa hili la Efeso lilikuwa la watu ambao ni waaminifu. Kanisa la Efeso lilikuwa la wale ambao wanajua kupingana na mafundisho ya uongo, na walijua kutambua fundisho hili si nzuri na walijua fundisho hili ni mbaya. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 2 shairi la 2 na la 3, kanisa hili lilijitolea vizuri kwa ajili ya neno. Na kwa kweli kanisa hili lilitumika na lilitetea ukweli wote. Lakini katika yale yote ambayo wanasifia kuhusu kanisa hili, kuna neno ambalo Yesu alisema, umeacha upendo wako wa kwanza. Ni kusema ilionekana kwamba walikuwa hawatende tena namna vile walivyoanza. Na kuna watu wengi leo wamesahau wakati walipoanza mahusiano yao na Yesu. Na programu hii inakuja na malengo ya kutukumbusha wapi tumeanguka, ili turudi katika mahusiano ya kweli kama vile tulivyoanza mwendo pamoja na Yesu. Kwa kweli ndugu zangu, kuna hatari kubwa wakati watu wanapotenda kazi pasipo kubadilika. Watu wengi wamejitoa kwa kuhubiri, watu wengi wamejitoa kwa kuimba, watu wengi wamejitoa kwa kufundisha, na wengine wametengeneza hata programu nzuri za kanisa, na wengine wamefika kwenye ibada mbalimbali za kanisa, lakini wanaposahau kutengeneza mahusiano yao ya karibu pamoja na mwanjilishi wa kazi.
Wakati watu wametenda kazi katika namna hii, wanajidanganya eti kwamba wanaendelea kutumikia Mungu, ijapokuwa wamesahau kipengele cha kutengeneza mahusiano ya ndani na ya karibu. Wanatumikia jamii, wanatumikia kanisa, lakini hawatumiki kwa kiroho chao cha ndani cha mahusiano ya kibinafsi pamoja na Mungu. Kuna wakati tabia ya kawaida, tabia ambayo imeingia katika mazoea, yanakuja yakibadilisha na kuchukua nafasi ya uhusiano wetu na Yesu Kristo. Tabia yetu ya kutenda kazi za Mungu katika mazoea yanaweza yakachukua nafasi ya mahusiano yetu pamoja na Mungu. Wakati mtu anapozoea mara nyingi kutumikia Mungu, wakati unapopita, maisha yake ya kiroho inaweza ikakuja kuwa maisha ya mazoea. Amezoea kuwa katika vitu vya kiroho, amezoea kwenda kanisani, amezoea kwenda kwenye kazi za kanisa, amezoea kuomba, amezoea kuimba, amezoea kusoma Biblia, lakini hajachukulia umaana wa mambo haya katika ibada ya kweli. Na utaona ya kwamba utume unabadilika kuwa programu za kawaida. Tutaenda hubiri kwa upande fulani, yeye anachukulia kama programu ya kanisa. Kuna juma la maombi, mtu atasema ya kwamba juma la maombi ni programu iliyokuja kutokea ngazi za juu. Hana ndani tena hamu ya kufuatilia ili atengeneze mahusiano ya karibu pamoja na Yesu. Sasa wanatuambia kwamba moyo unapofika kwa hii muda unaendelea kutenda vitu, lakini haiendelee kuwa na hali hiyo ya mbeleni wakati mtu alipokubali na kuingia katika mahusiano pamoja na Yesu. Na ni yale ndiyo yanaacha Yesu anazungumza na kanisa la Efeso anaposema, mumejitoa sana kwa kazi, mumejitoa sana kwa kutafuta mafundisho ya uongo, lakini hamujakumbuka upendo wenu wa kwanza, mumeusahau. Sababu mahusiano yangu nanyi yamefariki kabisa. Maisha ya matengenezo ndio maisha ambayo tunatafuta katika fundisho hili. Na Yesu anapozungumza na watu wa Efeso, alitaka wakumbuke, alitaka warudilie hali yao ya awali. Na wewe pia unapofuata fundisho hili, Mungu anataka ukumbuke wakati ulipokubali kuingia katika mahusiano pamoja naye, ili uweze kutenda vile vitendo vya awali. Hapo wanasema ya kwamba matengenezo yanaanza wakati mtu anapokumbuka. Wakati unapoingia katika kumbukumbu na kutazama namna ulivyokuwa ukitembea hapo mbeleni, yale yanakusaidia ili uweze kusema, je, mazingira yangu ya leo yanaendana na mazingira ya hapo mbeleni nilipomkubali Yesu katika maisha yangu? Na wanatuambia kwamba ukumbuke mara yako ya kwanza ulipoamua kumpenda Yesu. Ukumbuke mara yako ya kwanza ulipobatizwa. Ukumbuke mara yako ya kwanza ulipokuwa ukiomba na ukasikia nguvu za Bwana zinakufunika. Ukumbuke wakati ulipokuwa unakuwa na haja ya kuzungumza na Mungu na shauku ya kutafuta ujue ukweli na kusoma Biblia. Lakini yale yote yalikuwa mazuri mbele. Leo, je, unaishi kama vile ulivyokuwa ukiishi hapo mbeleni? Yesu anasema, utakapokumbuka, rudilia tabia hii ya hapo mbeleni, umurudilie yeye. Anataka upendo wa kwanza uonekane. Kila mtu akiweza kuishi katika ule upendo ambao alikuwa nao wakati alipoingia katika mahusiano, mambo yataboreka. Mahusiano yetu ya familia yatakuwa vizuri. Hata tutakapokuwa katika mahusiano na Yesu Kristo, hatutapungukiwa na kitu chochote. Kuna vitu vitatu ambavyo lazima tuvishikilie katika fundisho hili. Wakati tunaposoma fundisho hili na shairi hili, Yesu anaonesha ya kwamba kuna vitu vitatu ambavyo lazima kila mmoja aweze kuvitekeleza katika maisha yake. Unapoishi katika maisha ya kiroho, ili uweze kukamilika na kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu, jambo la kwanza, kumbuka. Utakapoangalia kumbukumbu ya yale ambayo ulikuwa ukiyatenda hapo mbeleni pamoja na Yesu, jambo la pili, utatubu.
unasema kwa kweli nimeona maisha yangu ya leo na maisha ya hapo mbeleni hayaendane, Bwana nisamehe. Na jambo la tatu anasema ya kwamba tenda matendo yako ya kwanza. Umeomba msamaha, na jibu kwa msamaha wako, rudilia matendo yako ya kwanza. Kwa kweli lazima tujifunze kurudisha upendo wetu wa kwanza. Na nikuambie, jambo ngumu katika maisha ni kutengeneza upendo, kutengeneza mahusiano. Kutengeneza mahusiano inaomba wakati, na unapotafuta kutengeneza mahusiano lazima uangalie ni nini kilichokusukuma kuingia katika mahusiano. Na hapo mwanzoni, namna ulivyokuwa makini kuhusu yale mahusiano, uendeleze ukikumbuka yale ambayo yalikuwa yakitendeka hapo mwanzoni, yatakusaidia ili mahusiano yako yasiweze kupatwa na shida njiani. Katika mahusiano kuna kusikiliza. Katika mahusiano kuna kuomba msamaha. Katika mahusiano ni kutenda tena vitu vitakavyopendeza. Katika mahusiano ni kutafuta kufurahisha yule ambaye mko ndani katika mahusiano, na kusikiliza maoni yake na kuheshimu kauli zake. Na ni yale ndiyo tutayatumikisha katika mahusiano yetu pamoja na Yesu Kristo. Tumsikilize, anataka tutende nini, tuweze kumwomba msamaha ikiwa tumemkosea, na tuweze kutenda mambo yatakayomfurahisha. Kwa kweli tunapomaliza, kila mmoja akirudilia matendo yake ya kwanza, yatampendeza Yesu Kristo na ataishi kufuatana na wingi wa fadhili wa Yesu Kristo. Kwa kweli Mungu akubariki sana na aendelee kukuwezesha, ili kama hata leo umepungukiwa, pengine ulikuwa unadhani unasimama kwa upande mzuri, lakini akumbe umepoteza, hauko tena katika njia iliyo sawa. Mungu akuwezeshe ili uweze kukumbuka, na utakapokumbuka uwe na muda wa kutoomba msamaha. Na utakapoomba msamaha, jibu ni kwamba rudilia matendo yako ya kwanza. Tenda kufuatana na wakati wa kwanza ulipokutana na Yesu Kristo, na hapo utakuwa umemgusa vizuri Yesu, utakuwa umefuata kanuni zake, na Mungu atakubariki. Bwana wetu wa mbinguni akusaidie na akubariki, akupatie moyo wa kukumbuka matendo yako ya kwanza na kuangalia ni wapi umeanguka na ukasimame, katika jina la Yesu. Amina.